tena niombe samahani kwa ajili ya kuchelewa kidogo. Imekuwa shughuli za hapa na pale zimefanya tufike haya masaa, japo kwa nilikuwa nimetarajia tukafike mapema. Lakini kufika kule mzee akasema kama ni hapa lazima pia naye afike. Haleluya. Mzee alisema kama ni hapo na unaenda hapo lazima pia mimi nifike hapo. So ikabidi tungoje. Haleluya. Tukuje na mzee na tumekuja na yeye. Simpigie makofi jamani. Haleluya. Kwa ajili ya wakati, naona ya kwamba wakati umetupa kisogo kabisa, na niko hapa na dakika chache. Kuna mafunzo madamu alikuwa anafunza last Sunday na ikawa ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaambia mtume ya kwamba umelea, sasa ukienda mahali naona kuna mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anafunza juu ya nini? Hakuna watu walikuwepo. Alifunza juu ya Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata umesahau. Alikuwa anafunza juu ya nini? Repentance. Repentance. Hallelujah. Sasa nami nataka kuchukulia pale pale. Kichwa changu nitasema namna ya kutumia toba ama nguvu iliyomo juu ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Kama utaandika, andika namna ya kutumia toba ama nguvu zilizo ndani ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Toba ni nini? Wangapi wanajua toba? Repent. Hiyo kurepent yenye alikuwa anafunza. Toba ni nini? Mtu akikuuliza hivyo utajibu namna gani? Toba ni hii. Toba ni kuanzisha uhusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzisha uhusiano na Mungu, ama ulikuwa umerudi nyuma, sasa unaombewa toba ukaweze kumrejelea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaombewa toba ukamrudie Mungu, maana ulikuweko na Mungu, ulikuwa unatembea ukiwa ndani mwake, pengine ulikuwa unahubiri Injili, lakini katika changamoto za dunia na ukarudi nyuma. So unapaswa kuombewa toba tena so that upate kurudia Mungu. Haleluya. Hiyo ni nguvu ya toba, kuanzisha uhusiano na Mungu ama kumrejelea nani? Mungu. Haleluya. Haleluya. Punga mkono tukiwa pamoja. Nitaangalia sana nisikule wakati wenyu, maana muda wangu nilifika kuchelewa, na wacha Mungu anisaidie sana katika hilo jambo. Toba, nataka kuongelea toba. Toba inaleta nini? Toba iko na mambo kadhaa inaleta katika maisha yako, ndani ya moyo wako. Toba inaleta utakaso wa kifikiria, au wanaita aje kwa lugha nyingine, kisaikolojia au namna gani? Haleluya. Toba inaleta utakaso wa kifikra. Pengine mahala penye umekaa wewe, yale unayawaza ni ubatili tu. Fikra
fikra zako hakuna siku unafikiria mambo yaliyo mema. Unafikiria tu kuangamiza mtu. Unafikiria tu jinsi jirani yako atakaofilisika. Unafikiria tu jinsi ani vitu zenye hazifai. Utahitaji utakaso wa kifikiria. Haleluya. Mawazo gani unayowaza? Unawaza nini juu ya mchungaji? Unawaza nini juu ya kanisa? Unawaza nini juu ya huyo neighbor wako? Unawaza nini juu ya dadako? Maana hata wengine damu yao wenyewe hawaiazii mema. Na ni wa kwenyu lakini umwazii mema. Sema amen. Sema amen. Unaazia nini jirani yako? Kuna mambo mazuri unamwazia? Au ni mambo tu ya ubatili? Haleluya. Haleluya. Tuko tu penye madama alikuwa. Na alikuwa kwa hiyo njia. Kutakasa. Inafaa kujitakasa. Ukae sawa sawa mbele za Bwana. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Utakaso wa pili. Utakaso wa pili ni wa nafsi. Nafsi yako iko namna gani? Inafaa uombe Mungu akutakase kwa ajili ya nafsi yako. Nafsi yako imekaa namna gani? Utajikuta pengine wewe ni mtu unafika mahali hata pengine unaota ukitembea. Unazunguka au unakuta mtu anatoa tu manguo anaanza kwenda. Shida wapi? Siku moja nikaitwa pale Kamkunji nikiwa Pendoret kwenda kuombea dada mmoja. Huyu dada alikuwa akiota anaamka, anafungua mlango kabisa anaanza kwenda. So siku moja anaamka, anashika kisu, anataka kuduga mume wake. Nikaitwa kumuombea. Tukaomba. Mungu akatenda. Mungu alipotenda, naye kwa ajili ya kujichanganya, adui naye akarudi. Biblia inasema adui anaporudi anarudi mara ngapi? Niliona kitu yenye sijaiona, ya kwamba mtu amelala na amekuliwa na kitu yenye ajui. Tukatafuta kama ni panya atujui, tulipata kidole moja imekuliwa kabisa na damu hakuna kabisa. Haleluya. Nafsi yako, utaombeaje nafsi yako? Kwa maroho mengine uliingia namna gani? Utakuta umenunua nguo. Nguo pengine walimvisha maiti. Nao umeenda sokoni ukaparagua manguo ukaichukua. Hujaiombea utakaso, umejiekelea. So unarudi kusema ya kwamba nikilala naota watu wamekufa. Au nikivaa hii nguo na nikitembea naonanga tu maajali. Kumbe ulinunua nguo yenye mtu aligongwa na gari na hujaitakasa. Sema amen. Lazima uitakase. Kuna ndugu yangu tukiwa maeneo ya Nakuru tukaona hawa watu wa kupima scrap. Tumewaitia chuma. Wakati wenye alikuwa anapima chuma, ndugu yangu anaitwa Festus akamuuliza, hii chuma tu ndio inakulisha au ni chuma tu unapima? Akasema yeye apimi chuma tu. Hata gari ikikugonga, nyama yako itoke tu. Mimi sina haja na nyama yako, niko na haja na mifupa yako. Mungu ikigongwa tunachukua mifupa. Mtu akikufa tukipata hizo skeleton tunachukua, tunaenda kuuza. Akauliza swali, zinafanya kazi gani? Ule mzee akajibu, kile kikombe chenye unatumia kunywa chai
hiyo mifupa inaonda hiyo kikombe, na akamwambia tumia kikombe ya mabati, tumia kikombe ya plastic, na utumie kikombe hii ya matope. Angalia kwa hizi vikombe zote gani inapoesha chai haraka? Ni kikombe gani? Ya glass. Huyu mzee akamwambia hiyo chai, unajua nani anakupoeshea? Ni babu yako anaanza kupoesha na chai. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu alisema kutoka hapo kikombe hiyo haitapatikana kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia hapa, nunua na uitakase, because utakosa kuwa na kitu smart eti umeambiwa kitu. Niombe Mungu hayo maroho yaachilie. Hata kama umeambiwa ombe hii kitu jambo, sema jambo na yaachilie. Mimi mwenyewe ni fundi carpenter. Nilikuwa nafanya carpenter kwetu Kilingili. Siku moja naenda kupima mtu amekufa, tunataka kutengeneza jeneza. Tunakuta huyu mtu alikufia kwa kitanda, na ile kitanda inataka kupasuliwa kuni. Tukaambia wenyeji ya kwamba hii kitanda msipasue, tupe. Tulipofikisha kwa workshop tukapaka vanish inaitwa mahogany. Hii mahogany ikarudisha kitanda kuwa mpya. Mzee mmoja akakuja akanunua. Kununua hii kitanda, anarudi anatuambia, vijana wangu, nikilalia hii kitanda na otanga tu nimekufa, wanafanya mazishi, wanafanya nini? Tukamwambia mzee, ni ndoto zako. So nikikuongelesha about nini, ni kitu yenyewe niko ni experience. Najua. Hallelujah. Vitu zenye unaona second hand zikiuzwa ujui zinitokea wapi. Hallelujah. Kuna watu hata ufia kwa kitu wamekaa. So ukikaa kwa hiyo kiti ka uzingizi kana kuchukua na unaona kweli ni umekufia hapo. Haujui ni kitu gani kilifanyika. Hebu omba utakaso kwa ajili ya nafsi yako. Na chochote unachonunua, omba Mungu akakitakase. Amen. 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 Unanunua viatu ujui nani alikuwa amevaa. Ukitembea lazima ujigonge, uanguke kidogo ndio uendelee na safari. Hallelujah. Amen. Chochote kile unachonunua kikabidhi mbele za Bwana. Kitakase. Siku moja tulikuwa na Bishop Mwavalali kutoka Mombasa. Akaita mtu, wakasimamisha mtu akaombea chai. Na huyu naye kusimama na akatakasa kikombe. Ule alimrudisha kutakasa chai, akauliza Bishop. Alikuwa Bishop Bon. Siku hizo alikuwa pastor. Akamuuliza pastor, huku uliponunua hii kikombe ukiitakasa, na mbona anarudia kutakasa kikombe badala atakase chai? Tunataka kunywa chai iliyo ndani. Usitakase kikombe. Huyu aliiombea. So iko sawa. Takasa chai. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Sijui kama tunaelewana. Yes. Utakaso wa tatu. Tuko kwa number 3. Number 3 ni utakaso wa maeneo. Hallelujah. Eneo gani ulioko? Pengine umechukua nyumba mahali, alafu sehemu uliko kodi ni ngumu kupata. Unahangaika. Au umenunua sehemu yako, lakini hapo ni mateso tu. Kila mara magonjwa, au kutakasa mahali pale. Maana ukujua waliotoka pale waliweka msingi gani mahali pale. Kuna malandlord wakijenga nyumba zao, kona kwa kona huweka mizimu. So ukienda mahali pale kuna vifungo tu. Kuna maploti, mimi mwenyewe nimeshuhudia maeneo ya Nakuru, huwezi ishi na mke wako. Wanataka mtu mwenye ako single. Hallelujah. Hauwezi ishi na mke. Ni maeneo gani unayokaa?
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Omba utakaso, toba ifanyike kwa ajili ya maeneo yako. Maeneo. Unakuta kwa kila pila mtu ameweka kimsingi chake pale. So ataki wenye wameoa au wanaishi vizuri kwa ndoa. Ukiingia kwa ile nyumba wachana kabisa until utakapofunguka macho na uame pale, utaona tena mambo inarudi, mnaanza kupigiana simu. Lakini ukiwa pale unasema ule ni adui mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Maeneo yenye uko katika maeneo gani? Mtume ni shahidi, amekuwa maeneo fulani kule Langas. Tumengangana. Ni shahidi. Amekuwa maeneo mengine kule Langas. Amengangana. Miaka ngapi Mtume? Miaka 7 akingangana until Mungu alipomfichulia maeneo yenye uko ndani si maeneo yako, ni maeneo ya walevi na waganga. Na unatarajia watu waokoke tu hivi hivi. Unamwambia wokovu leo, mlevi anamuuliza kwani leo mimi ndio nanunua. Kwani ukujua ilikuwa tamu yangu? Na atakumbuka kweli. Sio wokovu tufanye kesho. Unajua DJ, tukiwa Nakuru tulifanya juti ya mifungo. So nikafunga yangu nikamaliza. Ikawa Elijah anaanza. Na nikawa naenda kufanya ufundi mahali. Akasema twende. Kufika kule, kuingia kwa ile nyumba, kwa maana zilikuwa wardrobes zenye nilikuwa naenda kufunga. Wakatengeneza mkate mzuri imechomwa vizuri, wakatengeneza sausage mzuri wakaeka hapo, chai ile fupi ikawekwa hapo. Elijah akaniambia hata wiki tumia akili. Vitu kama hizi zimekuja kwa meza na unaniambia niendelee na kufunga. Kwani Mungu ni mjinga? Haoni meza? Ona meza vile imekaa. Mungu ataelewa kwa leo. Hii meza hapana. Alikataza na akanikataza kabisa. Aache sausage, mkate imechomwa kwa mayai mzuri, zimewekwa hapo na chai kweli ni ile fupi. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa akasema Mungu elewa leo. Hapana. Hata tujaanza siku. Naweza endelea leo, tuanze kesho na hiyo mifungo. Bwana Yesu asifiwe. Na akaanza akakula. Alipokula, kilichotendeka nini? Ibilisi akamtembelea. Huyu madamu mwenye tulikuwa kwake alikuwa mlevi. Na akona pombe kila aina kwa meza. Elijah akamwambia hizi pombe zinawaangushanga kwa ajili ya mjui. Yesu mlevi. Sikiza. Hizi pombe zinawaangushanga kwa ajili ya mjui. Sisi wanaume haziwezi tuangusha. Siri ya pombe, sasa sikia. Si mlevi lakini anapeana siri ya pombe. Siri ya pombe, kula ushibe vile nimeshiba saa hii. Na ukunywe nini? Ule madama akamuuliza unakunywa? Kwani hii ni vitu gani? Akasema leta. Anachukua hii, anaweka, akamwambia hapana, wanaomsijua wanaongeza soda au maji. Akaweka, anakunywa kama maji. Elijah alitoka kwa ile nyumba kutembea na nikaa mitaro iko kila mahali. Baadaye tukabeba tukaweka kwa pikipiki. Kufika kwangu ajui mlango ni gani, anaenda kwa choo. Kuingia kwa nyumba anaangalia mke wangu anamwambia lo. Akatoka nje, mvua imenyesha, anaenda kulala kwa maji, akatapika yake yote. Wiki mzima akiwa mgonjwa, sauti yenye anatoa ni kugoroma tu. Watu wanashangaa nini mbaya? Kwa nini? Aliingia maeneo yenye mfai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umengairi hili, umeingia kwa mengine. Na ukapatana maeneo yale
hayakufai wewe, umeenda pale, nini itakukuta? Omba utakaso kwa ajili ya maeneo yako. Hakuna tatizo utaona kama utaomba utakaso kwa ajili ya maeneo. Unatamani kufanya kitu, unakuta unashika pesa mzuri, unasema sasa wacha niende nifanye kitu fulani. Ukifika kwa barabara unapigiwa simu, mtoto ni mgonjwa sana. Tena unarudi, ai, ufanye nini? Wacha nitibu mtoto kwanza, alafu nitachanga tu tena. Ukifanikiwa unasikia nyumbani mama ni mgonjwa sana. Wacha nitibu mama kwanza ndio. Kumbe ni yale maeneo haifai ufanikiwe ukiwa pale. Haleluya. Haleluya. Utakaso. Na huo utakaso unapatikana kwa nguvu ya toba. Nguvu ya toba. Haleluya. Haleluya. Utakaso wa 4 nilikuwa nishauongelea, utakaso wa mavazi. Haleluya. Haleluya. Utakaso wa mavazi. Nadhani mavazi nishachambua na tumeelewa vizuri. Utakaso wa 5, utakaso wa moyo. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo ya kwamba ni heri mwenye moyo safi, maana yeye atafanya nini? Atamuona Mungu. Maanake ukiwa na roho chafu hautamuona Mungu. Elewane? Roho yako, moyo wako ukiwa chafu hautamuona Mungu. Hata umtafute namna gani, hata ukimbie kwa mikesha namna gani, hata uende mlimani ukeshe namna gani, hautamuona Mungu, maana moyo wako ni chafu. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Haleluya. Ukiwa na moyo safi utamuona Mungu. Ukiwa na moyo chafu hakuna popote pale utapatana na Mungu. Hata ubebe matunda yote ya roho na moyo chafu, unanisaidia baadaye unaenda kusimanga. Unaleta kitu kanisani, baadaye unaenda kusema kama si mimi. Ukifanya jambo lazima uende upige kifua mahali. Haleluya. Chenye umefanya lazima uende ujipige kifua. Hakuna penye mtapatana na Mungu. Shika mkono namna hii. Haleluya. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Haleluya. Walio na moyo safi watamuona Mungu. Sema amen. Sema amen. Mtu anifungulie kitabu cha Mwanzo 3. Sasa twende mbio. Moyo safi. Heri wenye moyo safi, maana utakufa. 5. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokufa, mtakayokula matunda ya mti huo, mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitua katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. 7.
wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa kwa uchi. Sikia, wakafumbuliwa macho wao wawili, wakajitambua ya kwamba wako Soma hiyo ilikuwa 7. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha 8, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. 9, Bwana Mungu akamwita Adamu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Unashauriwa au mtu anakupea ushawishi usioeleweka. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tumesema wenye moyo safi ndio watakayemuona Bwana. Na hapa tumejaribu kufafanua mambo mengi. Hapa sikia, huyu ni Adam tunayotaka kuzungumzia. Adam, Mungu akaona ya kwamba si vema aishi peke yake, na kamtwalia mke kutoka kwa ubavu wake. Mke aliyemtwalia huyu ndiye nyoka aliyekuja akamdanganya na akamwambia ya kwamba haya matunda ya huu mti ni mazuri kwa kuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mwanamke anayeshauriwa, na anashauriwa na Ibilisi. Ibilisi amemshauri na akaingia katika ule ushauri, japokuwa alitangulia kupinga. Akasema ya kwamba Mungu alisema haya matunda hatufai kula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatufai kula matunda wa mti huu. Lakini ikaja katika ushauri wake wa nyoka, huyu mwanamke akashauriwa na akajishauri yeye mwenyewe, na yale matunda yakamshawishi. Bwana Yesu asifiwe. Yakamshawishi. Dada alitoa ushuhuda fulani hapa last Sunday. Mungu akubariki sana. Kuna ushuhuda, sijui kama mlikuwa mnashika au nyinyi mlisema wacha apige kelele amalize tuende nyumbani. Najua kuna watu wanakuwa hivi. Piga kelele. Mtume, kuna watu ukisimama hapo apiga kelele haraka, maliza twende. Hebu ukitaka kujua hilo, simama hapa ubiri, alafu ruka hiyo sande. Ile ingine rudi usiulize. Kuna wakati tuliongelea nini? Utashika wale wenye wanakujanga wanakuambia piga kelele haraka tunaenda. Na mazee anaji imefika, kumbuka hilo. Haleluya. Dada alituambia kuna mtu alienda kwa kazi akamshawishi. Akaanza kumshawishi mwanaume, naye akamwambia hapana, mimi sasa kuja nami nikuhubirie. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi walisikia hilo? Haleluya. Huyo anamshawishi, anamtaka yeye, lakini yeye akamregesha, akamwambia nami ni mtume, nami nataka kuhubiria. Baadaye anasema ule naye akashindwa na akaya. Hao ndio wanawake tunataka. Sikiza, Eve naye akaharibu ushuhuda. Anaharibu. Bwana Yesu asifiwe. Eve naye anaharibu ushuhuda. Anashauriwa tu na anajishawishi. Kweli nyoka imemshauri eti ukila haya matunda Mungu alijua utakuwa na akili, mtakuwa na akili kumuliko yeye. So ndio maana akawakataza msiyaguze. Msiguze haya matunda maana mtakuwa na akili, mtafikiria zaidi kumuliko. Na hivyo akasema, na ni kweli nikao huko jamaa aliona hivyo. Hapo tuanzia mazuri.
nijaribu. Na kuangalia ile matunda ikapendeza roho yake. Akasema mimi ni hivi. Hii ni matunda na mdomo ni yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani mimi ndio hii na mimi ni mimi na Mungu hayuko hapa, tutakutana wapi? Kuna mtu anajiuliza hii maswali. Umejikuta mahali unasema hata si Pastor Masese sasa hii ameenda Mumias. Mama Joy anashughulikia watoto. Sasa hii najua shughuli ni mingi, hata inafaa vitabu awe anashughulikia. Sasa hata simu atafikiria kunipigia saa ngapi? Si ni mimi na wewe ni wewe. Nani atatoa siri? Si tuko wawili, si twende. Unafika unaangalia unasema kweli tuko tu wawili na unaenda. Baadaye unakuja kwa ibada, Masesa na Shandara mama wewe uniona wapi? Musa alipomuoa mtu alijua kuna mwenye amemuona, lakini ikatokea siku ya kwamba kuna mwenye alimuona. Alipoenda kukataza vita, anaambiwa, kwani unataka kuniua vile uliua ule mwingine? Musa anashika kai, kwani uliona? Kwani iko siri? Hakuna kitu kitakachokuwa siri mbele za Mungu. Ni siri kwako, lakini mbele za Mungu si siri. Haleluya. Haleluya. So Eva akaona matunda ni matamu. Hata mume wangu nitashindwaje kumshawishi? Kwa mimi nishashauriwa, nishaingia box. Mnaita box? Nishaingia box na nimetoshea. Mbona nisiende kwa mume wangu? Bibi pia naye atoshee. Kukuja kwa mume wake, pia mume wake akaona huyu ni sweetheart. Mbona nisikubali? Yawa. Bwana Yesu asifiwe. Hata akasema, siweni mke wangu na umeichunguza vizuri na umeona inafaa, si nikule. Akachukua akaitia wapi? Wanasemanga ndio maana mwanaume akapatikana na hiki. Eti alipokuwa anatafuna inaenda kumiza Mungu akaye, Adam! Hey! Haleluya. Haleluya. Hebu fanye hivyo. Fanye. Unaona hakuna? Basta fanye. Mjona wengine ni kubwa. Akimeza mate lazima ikuje juu ile. Wewe ulimeza kitu yenye ifai. Sasa tufunza adabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanaume. Haleluya wanaume, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mko pamoja na mimi. Tuko pamoja. Usikubali ushawishi haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe. Chunguza ndani kwanza. Hii maneno inaendaje? Hasa ona Adam akafanya kuna kitu inapandaga juu ikashuka. Ukiangalia bibi yako unashindwa mbona hii pande ikishuka. Haleluya. Adam akifikiria amejificha, wamejifanyia majani kuwa ndio mavazi, maana Mungu alipoita wakatambua ya kwamba wako uchi. Hawajafanya kitu kinachopendeza mbele za Bwana. Wamedanganyika. Inafaa warejelee utakaso tena. But Mungu alipowaita wenyewe Adam akatafakari, akatambua kweli tumetenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani atakayetenda dhambi na arudi akubali aseme kweli nimetenda dhambi? Hapa inapashwa nirudi chini na niombe msamaha. Mungu anisamee. Lakini Adamu alipoitwa na akasema tuko uchi, Mungu anamuuliza swali, ni nani aliyekuambia mko uchi? Je, umekula lile tunda lenye nilikataza? Hapo ndipo tuko. Hapo ndipo nilikuwa nakuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Tunatenda dhambi lakini tunataka tushirikiane na wengine. Hili jambo alijaanza saa hii, lilianza kitambo.
Umekosa, unataka kwa ile makosa uhusishe Mama Joy, mshikane mbebe hii makosa, au uhusishe Pastor Masese. Sikiza, Adam anasema aje ya kwamba ni huyu mwanamke ulionipa. Hajakubali makosa. Umekula ile tunda, jibu lilikuwaje? Ndio nimekula, lakini Adam alikataa. Huyu mwanamke ulionipa. So hii dhambi amefanya na nini na nani? Na Mungu. Ameruka. Amesema hapana, ni wewe ulinipa huyu mtu. Kama ungenipa singekula. Hapa hii makosa tuko wote. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sikuwa namjua, ukatai nimelala ukachomoa haitu. Nami kuamka nikaona kweli. Nani alimwambia ni mke wake? Nani aliambia Adam huyu ni mke wako? Adam alipoamka akaona gai. Mifupa kwa mifupa zangu, nyama kwa nyama yangu. Asiwe ni mke wangu. Jamani. Na akampokea. Nani alimwambia? Si Mungu. Lakini amerudi, wamebeba hiyo mzigo na Mungu. Mungu akatoka kwake. Umekula ile tunda. Hivyo akaruka. Baada anamrudishia. Nani aliumba nyoka? Bwana Yesu asifiwe. Ni nyoka. Nyoka ndiye imenishauri. Na nani aliumba nyoka? Ni yeye tu bado. So hii makosa hataki kuibeba. Lazima tubebe wote. Yaani imetoshea tubebe wote. Eti huyu amepatikana kwa wokovu anafanya makosa. Anasema hapana, nani aniombea wokovu? Si ni wewe. Sasa hiyo makosa tunabeba wote. Amen. Amen. Unabebesha kanisa mzigo ambao si wake. Haleluya. Tunajisahau si wenyewe na tunaingia kwa makosa mengine. Tunasahau maandiko yanasema heri mwenye roho safi. Hapo ndipo inafaa tuombe utakaso zaidi. Haleluya. Inafaa tuombe utakaso zaidi. Punga mkono namna hii. Punga mkono namna hii. Haleluya. Haleluya. Sijui kama tuko pamoja. Naona wakati wangu umekatika. But mafunzo yangu ni mengi mno. Na tungeendelea kwa maana hii utakaso iko karibu mara 12. Tumeongelea 5. Wakati yenye Mungu atatupea time tutaendelea hadi tamati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tujifunze kuomba utakaso kwa chochote kile tunachokifanya. Maana vipo vitabu vingi tungevizungumzia na upate jinsi sisi wenyewe tunavyokosa na tunamrudia Mungu, tunasema ya kwamba ni mtu mwingine. Haleluya. Tunahusisha watu ambao hawakuwema. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu awatende mema. Wacha nisimamie hapo kwa sasa kwa ajili ya muda, na najua kuna wakati Mungu atatengeneza muda zaidi na tutaweza kuendelea. Tusimame sote katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu wa uwezo, wastahili kuabudiwa Bwana.